Yo, moja kati ya ngoma ambazo zilimtambulisha vizuri bwana B2K ni pamoja na hii ngoma inaitwa Wewe ambayo ilifanyika kwa Liza pale WCB. Au sebana, nadhani kipindi hicho ilikuwa Sinza. Ndipo ambapo walifanya hii ngoma. Sijajua kama B2K ana kumbukumbu nzuri kuhusiana na hii ngoma pia. Ni moja kati ya ngoma bora sana kutoka kwake. Ngoma kali sana. Na mara baada ya kutisha kwenye dimaya na nini ilikaa kama muendelezo fulani hivi wa B2K kubeng na hizi ngoma na nini, lakini tukaenjoy. Yo Star Beat Boy B2K fresh ndugu yangu, da sisi tuko kwenye Zero Planet. Tumeanza na ngoma yako moja inaitwa Wewe, nikasema da mwanetu sijui ana kumbukumbu na hii ngoma. Na kumbukumbu nayo sana kwa sababu ni moja kati ya ngoma ambayo inaweza kuwa iliniongezea hasira ya kupambana, kwa sababu mazingira ya kuifanya kwake nilifanya kwa shida sana. Yani nilikutana na watu studio, nikawa nawasalimia wakawa hawanijibu, ambao sasa hivi ni wanangu, umenielewa? Ndio. Ilinipa funzo kwamba kuna baadhi ya sehemu ukifika unatakiwa kuacha mazoea ufanye kazi. Ndio nilitaka nipate hizo exclusive ufanyaji wa hii ngoma Wewe, nini ambacho unakikumbuka na nini ambacho ulimind sana mara baada ya kuingia studio za Wasafi, kwa sababu nadhani ndio ilikuwa studio kubwa kwa mara ya kwanza unaingia pia kufanya kazi. Ilikuwa studio kubwa kwa mara ya kwanza, ila katika vitu ambavyo nilikutana navyo sikuvipenda ni kuwakuta washikaji kuwasalimia wasinijibu, baadhi yao sio kuwataja kwa majina, ambao sasa hivi pia ni wasanii tu wakubwa. Niliwasalimia hawakunijibu. Nilijisikia vibaya kwa sababu kwanza ilikuwa ni ndoto yangu kukutana nao kwa kipindi hicho. Unanielewa? Ndio. Baadaye nikipata nafasi nikakutana na fulani nitajisikia faraja sana. Lakini unakutana naye mtu halafu yeye ndo anakudharau, yani anakukatisha ile mood ya kusema hivi fulani kumbe nilikuwa namkubali halafu ndo ana tabia hii. Kwa hiyo nilifanya nikajifunza vitu vingi kimsingi. Ndio sio bana? Au aliwasalimia shikamoo. Hapo mwanangu umetoka Njombe umeenda Dar es Salaam. Unadhani ni kwa sababu gani jamaa walikuchukulia poa? Matukio kama haya yanikumbusha matukio mawili. Ndio. Tukio la kwanza nakumbuka kipindi nimeenda kurekodi nyimbo ya Tuelewi, Touch Sound. Nilikutana na Titachi akanambia huko tuna rekodi 500,000. Sio kama kijijini kwenu. Nikamwambia haina shida brother, nikatoa 500,000 nikampa cash. Nyimbo ambayo sijai kuipata mpaka kesho. Hakukupatia? Sijai kuipata mpaka kesho. Lakini Tachi amekuwa mwanao sana safari hii. Yes, amekuwa mwanangu kwa sababu sisi binadamu tunaishi kwa kusahau. Yaani mfano mimi mtu akinifanyia kitu kibaya, nitalalamika kipindi tu hiyo situation imenikuta, lakini baadaye naendelea na maisha mengine kwa sababu ninaamini siku zinabadilika. Yaani kila kitu kinabadilika. Alafu pia nikaja nikakutana na hiyo situation ya kwenda kufanya kazi pale. Producer alinipokea vizuri kwa maana ya Liza, lakini baadhi ya wasanii ambao walikuwepo pale nje nilisalimia wakunijibu, kitu ambacho pia sio lazima kumjibu mtu, lakini mtu kama mimi ningejisikia faraja sana kama ningejibiwa, kwa sababu nilikuwa ni moja watu ambao niliwakuta pale nje, ni moja kati ya watu ambao nilikuwa nawatazama kama marole model wangu na wapambanaji wenzangu. Unakumbuka uliwasalimiaje? Nisalimia shikamoo. Tatizo lilianzia hapo, wewe mtu wa uhuru. Wani wasalimia shikamoo watu wa Dar? Yani unajua kuna muda ukifika, yani kuna baadhi ya vitu ukikutana navyo kwa kipindi kile kimsingi, yani ulikuwa ukimuona Licha Voko Harmonize huyu hapa unaona noma bora umetutajia na majina yao. Kukutana nao hapa watu noma, yani noma, lakini kwa sasa hivi ni kawaida tu, lakini kwa kipindi kile najitafuta ilikuwa kwa kweli nilikuwa na shauku sana kukutana nao na kukutana hapa, yani niwasalimie tuongee nao vizuri, lakini kuna baadhi ya vitu havikwenda sawa. B2K kumsalimia Harmonize shikamoo, si umemzidi wewe? Mimi nilisalimia wote kwa sababu kwanza ilikuwa ni sehemu ambayo kuingia inatisha. Yani unajua Wasafi studio kipindi inaanza noma, yani ulikuwa ukifika unakutana na watu pale, yani nje tu wamekaa watu kweli kweli kwenye majina yao ambayo wewe ulikuwa ni ndoto ya kila mtu kukutana nao. Kwa hiyo kuna wenge fulani linakukuta, yani unaona tu familia shikamoni yani. Lakini kwa Liza
mara baada ya wewe kuimba vile akakuandalia beat na kufanya kazi, ilikuwaje? Ukamwonaje Liza kwa upande wake ukiachana hao wasanii? Kwanza Liza ilinipokea vizuri sana. Yaani moja kati ya watu ambao walinipokea vizuri ni Liza. Liza ilinipokea vizuri. Nakumbuka nilifanya ile ngoma, nilifanya tu verse ya kwanza, bridge na chorus. Rayvanny akaingia akapiga gitaa. Gitaa ile nyimbo amepiga Rayvanny. Ndio. Alipopiga ile gitaa basi wana wakaingia ndani. Udogo noma ujue. Rayvanny akasema wakuu. Sana wasalimia mjajibu wakuu. Kwaje kwani? Nasema Rayvanny akasema bwana hivi tunatumia bwana mdogo mkamvimbia. Maisha yataendelea tu kuishi lakini tusimvimbie mtu. Kwa hiyo Rayvanny alimalizana nao pale baadhi ya watu ambao hawakunijibu. Ila tu kimsingi Liza ilinipokea vizuri. Nasikia kuanzia pale ukaanza kupata connection kwa maana kina Queen Darleen mara baada ya kusikiliza ngoma studio waka appreciate kwamba mwanetu safi na nini na vitu kama hizo. Sasa sijui ni stories za kusadikika au ni kweli? Sahi, Queen Darleen mimi ni moja kati ya watu ambao walipenda kazi yangu toka nimeenda kwa rekodi Wasafi. Yaani alikuwa mwanangu. Queen Darleen alikuwa mtu wa kwanza kuchukua simu yangu na kuandika namba yake kuniambia mdogo wangu, wewe pambana hapa mjini ukikutana na shida yoyote nipigie tu simu. Kwa hiyo mpaka kesho ni mwanangu. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo pia nilivipata kipindi hicho. Baada ya hapo hatujawahi kupata tena ngoma ambayo umefanya na Liza nyingine. Hivi silikuwa ndo hii tu? Ilikuwa ndo hiyo tu, yes. Baadhi zingine labda ambazo tu wanafanya mixing basi. Dausi Okay. Yeah. Sawa ndugu yangu, nataka tukumbuke kidogo kuhusiana na wewe. Kama una jambo la kuongea na mashabiki zako kuhusiana na Hits and Run na project zingine pia fresh, au wasalimie ndugu zako Makambako. Nadhani kwanza huu ni moja kati ya mwaka ambao ninauhitaji kuliko miaka yoyote. Fanye tu kwenye akili yangu nachukulia mimi ni B2K ambaye sasa ndo naanza muziki. Kwa hiyo huu ni moja kati ya mwaka ambao nadhani mabiji watapata shida sana kwa sababu nataka nafasi. Yaani nataka nafasi, hiyo niko serious. Nataka nafasi na magoma mengi makali ambayo naanza kuachia hivi karibuni. Sawa, msalimie Feti. Feti amesalimiwa, limeisha hilo. Basi sawa, nashukuru sana kwa muda wako ndugu yangu. Muda wako ni kuharibu mahusiano yangu ya redioni. Ndo mpango wake huyu.